Haya, zunguka. Zunguka wewe. Zunguka wewe. Wabisha. Ruka hiyo. Ruka hiyo, ruka hiyo, ruka hiyo. Ruka, 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 ruka. Ruka, tutaiba tu. Tutaiba tu. Tutaiba tu. Tutaiba tu. Twende. Namuka yana
munabii wa Jehova Ngai akĩmwĩra ndũkũgĩa mwana munabii wa Jehova Musa nini asiairwo Ngai ũkĩmwĩra kĩrĩa hinya gĩtuĩka njamba ya kũgegania kĩrĩa Isiraeli gĩtuĩka njamba ya kũgegania kĩrĩa Isiraeli
nitaga gutiri ungi uhana tawe wekaga maũndũ manene wekaga maũndũ matui wekaga maũndũ matheru ũkagegania na ũkamakania wekaga maũndũ manene wekaga maũndũ matui wekaga maũndũ matheru ũkagegania na ũkamakania wekaga maũndũ manene Jehova wekaga maũndũ matui wekaga maũndũ matheru ũkagegania na ũkamakania wekaga maũndũ manene Jehova wekaga maũndũ matui wekaga maũndũ matheru ũkagegania na ũkamakania Ile mairo
Mtakatifu, tunakushukuru na tunaliinua jina lako adhuhuri ya leo. Tunakushukuru kwa sababu ya wema wako katika maisha yetu. Tunakushukuru Baba wetu kwa sababu ya kututegea sikio na ukatusikiza yale yote ambayo kila mmoja ananena nawe adhuhuri ya leo. Wewe ni mwaminifu na unatuambia kwamba hakuna jambo hata moja usiloliweza katika maisha ya watu wako. Hawa kuna mengi ambayo wameweza kunena na wewe Baba wetu. Naomba kwa sababu wewe ni mwaminifu na unatuambia kwamba wewe si kama mwanadamu ukaweze kudanganya. Yale ambayo umeweza kuahidi adhuhuri ya leo na kuita ili ukawatimizie. Na kuita ili ukawabadilishie majina kuanzia sasa Baba wetu, na ili wakawe wa kuitwa majina mapya. Tunakuita ili adhuhuri ya leo Baba wetu, kile ambacho kinafanya hawa walia Baba wetu, na kuita ili ukawapaguze machozi, na kuita ili ukawapatie nguvu mpya katika maisha yao, na yale yote ambayo wanaona magumu Baba wetu. Najua kwamba na niko na imani ya kwamba ukiwaongoza hakuna jambo hata moja litaweza kufanya wakawe wa kuogofya. Naomba Baba wetu kazidi kuwaongoza. Naomba Baba wetu kazidi kuwapatia nguvu mpya. Wakati mwingine katika safari mambo huwa yaja magumu Baba wetu, lakini najua kwamba ukiwa upande wetu hakuna jambo hata moja litaturegesha nyuma. Tunakuita wakati ambapo tunaenda kupata neno lako Baba wetu. Tunaomba ukatuongoze na ili lile ambalo umetayarisha kunena nasi adhuhuri ya leo Baba wetu likaweze kupata mahali pa kukaa ndani ya mioyo yetu, ili kuanzia sasa Baba wetu hilo neno likawe la kutubadilisha. Tunaomba Baba wetu ukatuongoze na ukatupatie nguvu, kwa sababu wewe ni muweza. Tunaomba tukiamini ya kwamba umetusikia, nani katika jina lako na la mwanao Yesu Kristo tumeomba hata tumeamini. Amen. Naomba tukaweze kuketi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Naomba to appreciate praise and worship team. Mungu awabariki wanapoendelea kueneza injili kupitia kwa uimbaji. Nafasi hii nataka tuweke mikono yetu kwa pamoja ili tumkaribishe mchungaji wetu wa siku ya leo. Wacha tumpigie makofi anapoenda kuamka. Karibu sana mchungaji wetu. Karibu sana. Bũrũri wa Juda na Israeli wothe, rĩĩtwa rĩaku Jehova nĩrĩmenyekete, nĩ gĩtũũro kĩa hinya na kĩhingo kĩrũmu. Anakuemenya
Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Niinulie mkono hivi. Kule nyuma watu wamelala. Praise God. My pastor, Pastor Kevin, and the management of the church, washirika wote kwa ajili ya wageni wetu. Naitwa Maina na mchana wa leo nimeokoka. Na nampenda Yesu ya kuniokoa. Mambo ni mengi yanayofanyika katika huu ulimwengu. Lakini ukiwa na Yesu unajua ni salama. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kunena nanyi mchana huu wa leo. Na ningependa ninene na mtu ambaye amekuja kama ameinama sana. Na anashindwa kutakuwa namna gani. Mungu wetu amejawa na huruma na amejawa na neema nyingi sana mchana huu wa leo. Na ako tayari kukubariki, na ako tayari kukutana na shida ambazo unapitia. Bwana Yesu asifiwe. Tulipokuwa wadogo tulikuwa tunafanya dhambi mingi. Kienda nyumbani unajua leo ni ile siku. No ginyore horo, mwathani agosho. Ninakumbuka wakati mmoja tulikuwa tumealikwa harusi. Na mamangu ndo alikuwa pale kwa kupakua chakula. Unajua mamako ni anapakulia watu chakula, mnajua mtashiba vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Akakuja akatuambia mwe haririe me and my brother. Na mokete ne todo ni niende na ihora irio. Na mjue jioni hakuna kitu ya kukula. Kwa hivyo mkule mfanye mshibe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko Nyeri town wale waka mahali pale. Mimi ndio nilikuwa nimebeba funguo. Si nikapoteza na niko town na tunaenda harusi. Twakinyirio hiki. My mom akaniambia we ogosho korokoro uguo uende ukitafuta funguo. Praise God. Tulikuwa tunapigwa sana. Paka wale huwa namuuliza kaiwe dago toraga. Mwathani agosho. Ni ule atohorirwo. When we got home sikupata funguo lakini tulimanage kufungua mlango ya nyuma. My brother told me they are almost going to call to haho okwe todo gakurago we. Praise God. It was that bad. Kula hii mosquito coil yenye uko hapa ukufe tu kwa sababu unakuja kunyongwa leo. And you know I was small. Mwathani agosho. Kwani mlikuwa hampigwi? Tulipigwa vizuri. Ukiona umefanya dhambi na uko shule mamako aitwe. Hey. Praise God. But today I want to tell you about a father. Our God who does not count how many times we have sinned him. Praise God. He does not put a score. Ati anaangalia hivi anasema Lucy jana ulikuwa umenifanyia dhambi fulani, leo tena umefanya dhambi fulani. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi ulikuwa unapigwa na nakukumbusha mwaka uliopita venye ulikuwa umefanya. Na anaquote mpaka tarehe yenye ulifanya. Bwana Yesu asifiwe. But we have this Father, our God who loves us so much that he does not keep scores of the wrongs that we have done to him. Praise the Lord. I want you to open with me Isaiah chapter 1 verse 1 to 19. Isaiah chapter 1 from verse 1 to 19. This book contains the messages about Judah and Jerusalem which God revealed to Isaiah son of Amos during the time when Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah were kings of Judah. The Lord said, earth and sky, listen to what I'm saying. The children I brought up have rebelled against me. Cattle know who owns them, and donkeys know where their master feeds them. But that is more than my people, Israel, know. They don't understand at all. You are doomed, you are sinful nation, you corrupt and evil people. Your sins drag you down. Have rejected the Lord, the Holy God of Israel, and have turned your backs on him. Why do you keep on rebelling? Do you want to be punished even more? Israel, your heart is already covered with wounds, and your heart and mind are sick. From head to foot, there is not a healthy spot on your body. You are covered with bruises and sores and open wounds. Your wounds have not been cleaned or bandaged, and no medicine has been put
on them. Your country has been devastated, and your cities have been burned to the ground. While you look on, foreigners take over your land and bring everything to ruin. Jerusalem alone is left, a city under siege, as defenseless as a guard's hut in a vineyard or a shed in a cucumber field. If the Lord Almighty had not let some of the people survive, Jerusalem would have been totally destroyed. Just as Sodom and Gomorrah were, Jerusalem, your rulers and your people are like those of Sodom and Gomorrah. Listen to what the Lord is saying to you. Pay attention to what our God is teaching you. He says, do you think I want all these sacrifices you keep offering to me? I have had more than enough of these sheep you burn as sacrifices, and of the fat of your fine animals. I am tired of the blood of the bulls and sheep and goats. Who asked you to bring all this when you came to worship me? Who asked you to do all this tramping around in my temple? It's useless to bring your offerings. I am disgusted with the smell of the incense you burn. I cannot stand your new moon festivals, your Sabbaths, or your religious gatherings. They are all corrupted by your sins. I hate your new moon festivals and holidays. They are burden that I am tired of bearing. When you lift your hands in prayer, I will not look on you. No matter how much you pray, I will not listen, for your hands are covered with blood. Wash yourselves clean. Stop all this evil that I see doing. Yes, stop doing evil. And learn to do right. See the justice is done. Help those who are oppressed. Give orphans their rights, and defend the widows. Verse 18 that I'll deal on, and 19, the Lord says, now let's settle the matter. You are stained red with sin, but I will wash you as clean as snow. Although your stains are deep red, you'll be as white as wool. If you will only obey me, you will eat the goods of the land. You will eat the good things the land produces. Praise be to God. Praise God. These were the words of the Lord through prophet Isaiah to the people of Judah and Jerusalem. They had gone wrong and walikuwa wamefanya maovu mingi sana. Bwana Yesu asifiwe. To an extent ya kwamba Mungu alikuwa amewaambia, nimechoka na sadaka zenu. Nimechoka na hii matoleo yenu. Nimechoka na hizi sacrifices zenye mnatoa kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amechoka kwa sababu alikuwa amewaokoa sana na wakaacha njia za Mungu na wakaanza kufanya mambo zao. Praise God. Lakini tukideal na verse 18 and 19, and my theme for today is forgive yourself. Why am I saying this? Because our Lord is ready to forgive you, but you're still carrying so much pain in you. Bado unang'ang'ana na makosa yenye ulifanya 2023, 2020. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anasema nini? Njooni tusemezane. Na ukienda kwa Mungu kusemezana naye, labda lazima uwe umesemezana na nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hujaenda kwa Mungu kusemezana na yeye, semezana na nafsi yako. Umejisamehe wewe mwenyewe. Kwenda ikawa unabebana na mambo ambayo ulifanyiwa na mtu hakusema hata pole. Praise God. Si lazima ugoje hiyo pole. Forgive yourself so that God can forgive you. There are so many things you wanted to achieve na bado haijakuwa. It is not your work to figure out kwani kulienda aje. Bwana Yesu asifiwe. Winnie, Mungu anajua venye kulienda. He was in that situation wakati mambo ilikuwa inaharibika. Praise God. Are you forgiving yourself? When you came today to church, what are you telling God? Umefanya dhambi, sawa. If you read in 1 John that we are all sinners. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. But if we confess our sins to the Lord, He is faithful and just to forgive us our sins. Have you forgiven yourself to start with? Ndio Mungu akusamehe. Wewe mwenyewe umejikubali, umejisamehe. Ama bado unahesabu, ai, ndemwehia. Uraririkana mehia maria wekete, mehia Mwathani ariganĩirwo na agĩkuohera.
Praise be to God. You are there sympathizing with yourselves of things that you did, of the wrongs that you did, which God forgave you long time. Why are we not progressing? Why are we not moving to the next step? It's because we are still holding on to our generations. Mehia mekironi ashiari ito. We are still there. Na kama si mamangu alifanya hivi, tungekuwa tuko mbali. Bwana Yesu asifiwe. What are you doing about yourself? Yeye alifanya hivyo. Wewe kama wewe mwenyewe unafanya nini? Unangangana namna gani? Are you forgiving yourself this morning? Because the Bible in verse 18, the Lord is saying, now let's settle the matter. You are stained red with sin, but I will wash you as clean as snow. Although your sins are deep red, you will be as white as snow. Praise be to God. Sometimes when we want to pray, you are there and you feel, sasa hata nitaomba niseme nini? Nimefanya dhambi mingi sana. I started with saying that we have a Father who does not keep scores of the wrongs that we have done. Akaangi mahali akiandika, Winnie, siku fulani ukakosa, siku ingine hata hukuenda ushirika, siku ingine watu walikuwa wanaenda kufarijiana hata hukuonekana pale. Praise God. Dashiakene jero oroshine. But then you need to forgive yourself. Sometimes when you are praying, you are thinking like, God, I've done so much wrong. Our Father is so faithful to forgive us. He's not a harsh judge like us. Sisi kazi yetu ni kuhukumu. Washiko. Kazi yetu inakuanga kuhukumu. Tunaangaliana tunaona ule amefanya dhambi mingi sana. But our God is not like that. He's a faithful Father and He is not a harsh judge. He's saying just come as you are with your sins. Though they are as red as blood, He will make them white as snow. Some days you wake up and you think about all the mistakes that you have done. And maybe at the times that you have messed up. And at some moments, there are those moments that you feel that you are so far away from God. But it's because you have not forgiven yourself. Our God is so near every day, every moment. He is right there with you. The moment you feel that you are so far, it is because you have not forgiven yourself. Are you there and you are still counting? Hapana, nimefanya dhambi mingi sana. Ingekuwa ni mwanadamu alikuwa anatuhesabia makosa, tungekufa na tusahaulike kitambo sana. But we have this faithful God who loves us just the way we are. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. We have a faithful God. You know, it's not like a mom, a dad, or a teacher haukufanya homework kugojea. Hii homework yangu kwa nini haukufanya? Mahesabu kwa nini hujapata? Praise God. He's not there to count all that. He's not there. He's waiting for us. Have you forgiven yourself this morning? When you woke up and you want to come and seek God in His house, have you forgiven yourself? You don't need to fix everything on your own. You don't need to fix all things on your own. He's telling you, njoo tusemezane. Just be good and show up to Him. Just be good and show up to Him. Anasema njooni tusemezane. Hata kama dhambi zako ni nyekundu kama damu, nitaziosha. Let go of the shame. Makosa mengine hata hatuwezi ongea mbele za watu. Mageto higagira bedroom tukarira tukaugereria. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. There's some things you do and unaamka hivi unashindwa, mimi nimefanya hiyo. Watu watasema nini? But we have a very caring Father. Let go of the shame and let remind you that you are wanted the way you are. Maybe people will judge you because of the things that you have done. But God is reminding us this afternoon that we are wanted just the way we are. And we are loved. Anatupenda sana. And the thing is that He's not done with you. But you have to forgive yourself. Sometimes we feel nasikianga baridi. You feel cold. You feel you don't have any material
to go before the Lord. But even in the cold seasons, our God does not change. His love remains constant, even in all seasons. What I tell people is that you're supposed to appreciate and to trust God in all the seasons. Kwena hede gukwagira, kwena hede gukunyitana few, but our God, his love remains constant. He does not change. And he says that he will give us his grace every single day that will be so sufficient to carry you. Have you forgiven yourself? Cold seasons, but God does not change. If you read in the book of Jeremiah 30:17, God told Jeremiah, I will heal your wounds and restore what was lost. I will heal your wounds and restore what was lost, not forgotten you. I will heal your wounds and I will restore what was lost. I have not forgotten you. Our God this afternoon, he has not forgotten about us. His grace is sufficient today. But ask yourself, have you forgiven yourself? Are you in peace with yourself? The Bible says, no matter what happens, guard your heart. Praise God. Guard your heart. No matter what happens. Some things become so hard to let go, but guard your heart. Watu watakuudhi, wakuudhi kabisa, pato. Watu watakuudhi kabisa. Menyerera goro. And you forgive yourself. Don't try to figure out everything. Our God is waiting for us today. He's saying, Johnny tusemezane. Siku ya leo tuambia Johnny tusemezane. Hata kama dhambi zetu ni mingi namna gani, haja hesabu, haeki mahesabu. Praise God. He's not keeping any record of the bad things that we have done. Anasema mchana wa leo, jo tusemezane. Hata kama dhambi zako ni nyekundu kama damu, nitaziosha. Na niye peke yake yako na nguvu na yako na uwezo wa kutusamehe makosa yetu. Bwana Yesu asifiwe. Our friends will not forgive us at times. Na hata kusamehe saa nyingine anakuambia, acha nikusamehe tuishe. Bwana Yesu asifiwe. Anakusamehe ishe, lakini bado iko moyoni. Praise God. But we have this Father. Hatuhesabi. Mwambia tukihesabiwa makosa kwa janie, tungeisha kitambo. But our God is very faithful and he does not judge us harshly. Anasema njoo tusemezane. Our God is able to forgive us. But the theme of this afternoon, my theme today is forgive yourself. Make peace with yourself. Hata hali ikuwe namna gani, make peace with yourself. Our God forgave us, but we are still there crying. He forgave us long time and forgot. Mwanadamu atakusamehe na hata sahau. Ni alikuririkanagia. Ani araririkana muthenya muno uria ajikire. Mwathani agocwo. No Ngai ndaririkanaga. Mundu wathe ni arikuririkanagia ugiko ungikuohera kai wendaga ate. Praise God. But when our God forgives us, he forgives us and forgets. He does not keep a record of the wrongs. Start with forgiving yourself as we stand up in the presence of the Lord. Tusimame kwa uwepo wa Mungu. You're there and unasikia umechoka. Tusimame. Kama uko mgonjwa ukae tu, tutakusamehe. Lakini kama Mungu amekuamsha na uko na uzima, tusimame tu kwa uwepo wa Mungu. Uko mahali pale unasikia umelemewa sana. Biblia inasema hakuna aliye mtakatifu ila ni Mungu peke yake. And you feel it is so heavy in your heart. Our God is faithful. He is a faithful Father. He does not keep records of all the things that we have done. His grace is sufficient every morning. Na dhashi yake ni tena na tena. You're there and umevunjika moyo. And ikawa unasikia ni kama umefika mwisho. And you'd like to give your life to Christ.
Our pastor is here to pray with us this afternoon as we worship the Lord. Search your heart, search your soul, and forgive yourself, knowing that when I enter the Lent season, our Christ died for our sins. It is the time to reflect on the journey that he walked for our sins. You're there and you're feeling tired of living a miserable life and you want Christ to be your Savior this morning. It's never late to start again, but start with forgiving yourself. May the Lord bless us as we continue serving him. Milenina endelea, ninazidi kutembea. Thank you, Father, because your love endures forever. Thank you, Father, because you have reminded us that, Lord, even if we are sinners, dear Lord, and we have sinned before you, dear Father, your grace is so sufficient for us this afternoon, dear Lord. And we pray that you'll forgive us our sins, dear Father. Help us not to carry on to the luggages, dear Lord. Help us to know that you have already forgiven us, dear God. And help us, Lord, to forgive ourselves, dear Lord, and to guard our hearts no matter what happens, dear Father. Thank you for your people, Lord, and I pray that your grace will rest upon them this afternoon, dear Father. All those who are feeling broken-hearted, dear Lord. God, you say that you're so close to those who are broken, dear Father. Make them full, dear God, because you're worthy and you're mighty. Thank you for being that Father who does not keep scores of our wrongs, dear Lord. Thank you for being that forgiving Father. Thank you for being that friend who we can turn to in times of troubles. We honor you and we bless your holy name this afternoon. We pray this trusting and believing in Jesus' name. God bless you. Naomba tu appreciate mchungaji wetu. Tusikubali shetani atunene, atuambia kwamba tulikosea, hatuwezi tukasamehewa. Mungu wetu ni mwaminifu na hakuna wakati utafika akwambie ulikosea jana ama ulikosea juzi. Anatuita na yeye anatupenda. Nafasi hii labda uko hapo hujaokoka, Yesu anakuita uje mahali hapa tuombe pamoja na wewe, ili kuanzia siku ya leo ukawe wa kukiri Kristo ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Tupate wimbo. Tawala maisha yangu Bwana, tawala, tawala, tawala maisha yangu Bwana, tawala ewe, tawala maisha yangu Bwana, tawala, tawala, tawala maisha yangu Bwana, tawala
uko hapo na uko na hitaji ambalo ungetaka kupeleka mbele zake Bwana, tunapopata wimbo uje hapa mbele tuombe pamoja na wewe, tukiwa na imani Bwana wetu atakutendea. Tupate wimbo. Yale usiyoyaweza Bwana anaweza. Yale usiyoyaweza Bwana anaweza. Yale usiyoyaweza Bwana anaweza. Yale tusiyoyaweza Bwana anaweza. Yale tusiyoyaweza Bwana anaweza. Yale tusiyoyaweza Bwana anaweza. Baba, yale ambayo usiyoyaweza katika maisha, yale ambayo tusiyoyaweza, wewe unayaweza Baba wetu katika maisha yetu. Adhuhuri ya leo Baba wetu, tunakushukuru na tunaliinua jina lako, tukisema wewe ni Mungu muweza na hakuna jambo lolote ambalo ni gumu kwako Baba wetu. Siku ya leo kuna hawa wana wako Baba wetu wako mbele zako, kila mmoja kuna lile hitaji ambalo analeta mbele zako. Wewe ni mwaminifu Baba wetu na hakuna jambo lolote ambalo ni gumu kwako kututimizia. Wewe umenena nasi siku ya leo katika maandiko matakatifu ya kwamba unapotusamehe huaga unatusamehe na unasahau. Kuna wale ambao maybe wamesimama mahali hapa siku ya leo Baba wetu wakilia kwa sababu ya jambo ambalo limekuwa likiwaregesha nyuma. Adhuhuri ya leo na watangazia kwamba waweze kupata nguvu mpya, wakaweze kuenenda tangia sasa wakiamini ya kwamba umewasamehe, wakaweze kutembea wakijua kwamba wewe umewashika mkono. Mbele yako Baba wetu kuna wale ambao ni wagonjwa. Wewe unatuambia kwamba ulimtoa mwana wako mpendwa Yesu Kristo akafa msalabani ili tukaweze kupata uponyaji. Na nena siku ya leo wale ambao wako mahali hapa Baba wetu, njoo ili ukawe wakuteremsha uponyaji juu ya maisha yao kwa sababu wewe ni mwema. Kuna wengine ambao wako mahali hapa Baba wetu ambao wako na wazazi wagonjwa, wako na watu wao Baba wetu ambao wametanishwa na wao ambao ni wagonjwa. Naomba Baba wetu mahali pale ambapo waliko, nenda ukawaponye kwa sababu wewe ni muweza. Hakuna jambo lolote ambalo ni gumu kwako Baba wetu, kawateremshie uponyaji mahali pale ambapo waliko. Na kuita kwa sababu ya wengine ambao wako mahali hapa siku ya leo Baba wetu, wanakulilia kwa sababu ya kazi zao, wanakulilia kwa sababu mambo yao hayaendi vizuri, wanakulilia kwa sababu inapofika usiku Baba wetu wanakuwa na mambo ambayo ya kujiuliza, mbona haya yakafanyika hivi, mbona haya yakaenda hivi. Naomba siku ya leo Baba wetu, njoo ukawaonekanie, njoo ukawaondolee kilio kile ambacho wamekuwa kilia kwa siku nyingi kwa sababu ya kazi zao, kwa sababu mambo yao hayaendi vizuri Baba wetu. Naomba ukawaonekanie. Wewe ni Mungu muweza, haijalishi ni mambo yapi ambayo tunayapitia siku ya leo Baba wetu, bali unatuambia kwamba utakuja kutushika mkono, utakuja kutushindania. Naomba ukashindanie hawa Baba wetu. Kuna wengine ambao wanakulilia mahali hapa kwa sababu ya ndoa zao, kwa sababu nyumba zao zimepigwa na mawimbi ya hapa na pale. Naomba ukawaonekanie, ukasimamisha hizi familia Baba wetu. Ule upendo ambao ulikuwa ni wa kwanza katika hizi familia, njoo ukaregeshe kwa sababu wewe ni mwaminifu.
Kuna wengine ambao wako hapa ni wazazi, wanakulilia kwa sababu ya watoto wao. Baba wetu, naomba ukawe wa kuonekania hawa watoto. Baba, uliweza kupeana watoto wawe baraka, bali wasiwe kilio katika maisha ya wazazi. Naomba ukawe wa kupatia hawa wazazi amani, wasilie tena kwa sababu ya hawa watoto, bali jo ili ukawe wa kuleta amani, na ili hawa watoto wasije wakasumbua hawa wazazi tena. Kuna wengine Baba wetu, adhuhuri ya leo wanakulilia kwa sababu ya zile kesi ziko mbele zao kotini. Wewe ni mwaminifu, unatuambia kwamba utakuwa wakili wetu, utakuwa wa kututetea na ili tuweze kupata haki pale kotini. Naomba wanapoenda kotini, Baba wetu, nenda ukapeane haki. Baba wetu, nenda ukapeane haki na ukasimame pamoja na wao. Maybe kuna wengine ambao wako mahali hapa Baba wetu, wanalalamika kwa sababu ya yale ambayo wamezigiziwa. Maybe mahali pale ambapo wanafanya kazi, maybe katika nyumba zao ama katika familia zao. Jo Baba wetu, kawe wa kuwapatia amani huko kuzigiziwa ambako wanazigiziwa. Baba wetu, jo kawe wa kukuondoa kwa sababu wewe ni mwaminifu. Kuna wengine ambao wako mahali hapa siku ya leo Baba wetu, wanatamani wakawe wa kupata ndoa. Wewe ndiye mwenye kupeana ndoa Baba wetu, kawapatie wachumba wale ambao wanahitaji wachumba dhuhuri ya leo. Kuna wengine kati ya hawa ambao wako na safari ambazo ziko mbele zao, naomba ukawatimizie chochote ambacho kinahitajika katika hizo safari. Nenda ukakipeane kwa sababu wewe u Mungu mweza. Naomba nikiamini ya kwamba unawatendea, na ni katika jina lako na la mwanao Yesu Kristo tumeomba hata tumeamini. Amen. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Yote yanawezekana. Alipo Bwana
Mtakatifu ziwe nanyi sasa na hata milele na milele. God bless you. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Praise God. Yes, kwa wakati huu tutaandaa mifuko zetu ili tuweze kutoa sadaka zetu. Tupate wimbo ili tulete sadaka zetu. Tukiendelea na wimbo na wakati mzuri wa kutoa Thanksgiving zetu na sadaka zetu. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo
Baba mtakatifu, Mungu uishie milele, tunakushukuru na tunaliinua jina lako adhuhuri ya leo Baba wetu. Tunakushukuru kwa sababu ya hawa ambao wako mbele yako na mbele ya madhabahu yako Baba wetu. Kila mmoja kuna ile dhabihu ambayo ameleta mbele zako. Kuna wale wamekuja kuleta fungu lao la 10 kutoka kwa ile kazi ambazo umewabariki nazo Baba wetu. Naomba ukipokee hiyo fungu la 10 Baba wetu, kazidi kusimama pamoja na wao mahali pale ambapo wanafanya biashara. Naomba ukawaonekanie katika biashara zao. Wale ambao wameajiriwa kati hawa Baba wetu, na waombea kibali mbele ya wale ambao wamewaajiri. Nikiomba Baba wetu ukawapatia promotion, kwa sababu promotion huwa inatoka kwako Baba wetu. Nenda ukawapatia promotion kwa sababu wewe ni mwaminifu. Naomba Baba wetu siku ya leo, kati ya hawa kuna wale ambao wanafanya kazi na vifaa ambazo zinaweza zikapeleka maisha yao kwenye hatari. Naomba wakati ule ambao wako mahali pale wanafanya kazi, naomba ulinzi wako ukawe pamoja na wao, ukawalinde Baba wetu, wasipatwe na shida yoyote mahali pale ambapo wanafanya kazi, bali utazidi kusimama pamoja na wao kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu. Kuna wengine ambao wamesimama mahali hapa siku ya leo Baba wetu, wakija kukushukuru kwa sababu ya ombi ambalo walikuwa wamesimamisha mbele zako, na siku ya leo wamekuja kukwambia ni asante kwa sababu umewatimizia lile ambalo walikuwa wamekuomba. Naomba ukazidi kusimama pamoja na wao, ukazidi kuwatendea muujiza katika maisha yao, hata yale ambayo hayajatimia Baba wetu, nenda ukayatimize kwa sababu wewe ni mwaminifu. Siku ya leo natangaza baraka juu ya maisha ya hawa Baba wetu. Baraka zako zile ambazo huwa zifuati nyuma na mauti, wacha zikaweza kutawala kazi zao, zikaweza kutawala familia zao na mambo yao yote. Wacha wakaone baraka zako zikiandamana pamoja na wao mahali pale ambapo watakuwa wakienda. Naomba nikiamini na ni katika jina lako na mwanao Yesu Kristo tumeomba hata tumeamini. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami.
Mtakatifu ziwe nanyi sasa na hata milele na milele. God bless you. Yes. Baba mtakatifu, Mungu uishie milele, tunakushukuru na tunaliinua jina lako adhuhuri ya leo mbele yako na mbele ya madhabahu yako Baba wetu. Kuna hawa wana wako Baba wetu, kila mmoja kuna lile ambalo anahitaji mbele zako. Wewe ni mwaminifu Baba wetu, naomba ukawe wa kuwaonekania, ukawe wa kuwatimizia kile ambacho kimefanya waje mbele zako Baba wetu. Wewe ndiye unawajua na unawajua kwa majina yao Baba wetu. Naomba ukatimize matamanio ya mioyo yao kwa sababu wewe ni mwaminifu. Na watangazia baraka juu ya maisha yao Baba wetu, na watangazia ushindi juu ya maisha yao Baba wetu. Chochote ambacho wanatamani siku ya leo kutoka kwako, natangaza ya kwamba wamepata. Naomba nikiamini ya kwamba umewapatia, na ni katika jina lako na la mwanao Yesu Kristo tumeomba hata tumeamini. Asanteni sana kwa utulivu na unyenyekevu. Wakati huu ni mwingine ambao tunaenda kuwaaga our online viewers. Najua wamekaa na sisi kutoka wakati tulianza na mpaka saa hii hawajachoka. So najua wamefanya kitu cha muhimu sana kukaa na sisi. Tuambie aje? Jared, tuambie aje? Na wabarikiwe, si ndio? So tuinue mikono yetu tuambie aje? Wabariki? Hakuna chabae. Wewe tunapatana hapa saa 6 kwa kigosho ya jioni. So tutarudi tu hapo kwa mtandao wa AIPCA Makande Cathedral kwa ile kigosho ya jioni. So usiende mbali. Hata wewe ukifika nyumbani na umetulia pale kazini, pia we unafungulia hapo, una share, una comment, si ndio? Na unaitisha kale ka wimbo umesikia leo haujachezewa, si ndio? Na usisahau kulike na kufanya nini? Na kushare. Yes. So our online viewers, shalom, shalom, shalom. Next tutamwalika our able